kwamba utakuja wakati watu watakataa sunna. Anasema Mtume, yushiku rajulun muttaki'un ala arikatihi shab'ana rayyan yaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadnahu min halalin halalna wama wajadnahu min haramin haramna ala wa inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a. Sallu ala rasul. Nabii Muhammad anatuambia inakurubia kuja mtu amekaa ameegemea kiti chake cha starehe, shab'ana rayyan, ameshiba, hana kiu, yaqulu bainana wa bainakum kitabullah, kati yetu sisi na nyinyi ni kitabu cha Mungu. Watakuja, Mtume anasema wakati watakuja watu hao, inakurubia kutakuja watu watakaokataa sunna, watataka almasdaru alawwal, ule msingi wa mwanzo ambao ni Qur'an, kama nilivyosema, watautaka huo, lakini watakataa al-aslu thani, asli ya pili ambao ni sunna. Kwa hivyo Mtume, katika kujua kwamba Mtume ni kweli, hilo alieleza, sema yushiku rajulun muttaki'un ala arikatihi shab'ana rayyan yaqulu bainana wa bainakum kitabullah. Inakurubia kwamba mtu atakuja, mtu ameegemea katika kiti chake, ameshiba, hana kiu, anasema kati yetu sisi na nyinyi ni Qur'an. Watu wasema sitaki sunna kabisa, Qur'ani tu. Watasema wama wajadnahu min harami wama wajadnahu min halalin halalna, tutakachokipata ndani ya Qur'an ambacho ni halali tutakihalalisha, wama wajadnahu min haramin haramna, ambacho tutakipata ndani ya Qur'an cha haramu tutakiharamisha. Watakuja watu hao. Mtume akasema ala fahamuni wa inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a, nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani, ani na sunna. Kwa hivyo utaona hapa kwamba atakaye kataa sunna amekataa nini? Amekataa Qur'an. Na kundi hilo Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam asema linakurubia, kwa maana ya kwamba litakuja. Na kweli imepatikana katika ulimwengu kundi linaloitwa al-Qur'aniyun. Wao hawataki kitu chochote, wanasema wanataka Qur'an, lakini ni upotofu tu. Lau wangelielewa Qur'an wasingeliachana na sunna, sababu sunna ndio inayosema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kwa hivyo hadithi hii niliyotaja inaonyesha miujiza ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na kwamba sunna ni baada ya Qur'an kama ambavyo nimeeleza. Masahaba ridwanullahi ta'ala anhum walikuwa wao wanapupa na sunna kama walivyokuwa na pupa na Qur'an, kama alivyokuwa mwenyewe Nabii Muhammad alayhi salatu wasallam alivyokuwa na pupa na Qur'ani. Masahaba walikuwa na pupa na sunna sana. Kwa hivyo karne ya mwanzo tu ile ya Mtume salawatullahi alayhi wasallam, walianza masahaba kukusanya na kuandika hadithi, japokuwa ilikuwa hilo ni kwa uchache, lakini wengine katika wao masahaba walikuwa wakiwazuia masahaba wengine wasiandike, ili kusije kukachanganyika kati ya Qur'ani na sunna. Na waliokuwa wakizuilia wakubwa wao ni Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa akizuilia mtu asiandike sunna, ibakie kuandikwa Qur'ani.